Kama una kumbukumbu nzuri, sehemu ya 5 tuliishia pale ambapo nilikuwa nimeweza kutoka kwa mzee Maduhu, ambapo nilikuwa nimeweza kupewa maelekezo yote namna ya kuipata bangili ya kamba. Hii ni sehemu ya 6, sehemu ya 6 ya simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Kuna Siri ya Kutisha Kwenye Nyumba Iliyojengwa Mwisho wa Mtaa. Mimi ni Amani Leonard. Hapa ni himaya ya kusisimua 0785082315. Karibu katika sehemu ya 6. Usiache kusubscribe. Basi baada ya kupata maelekezo hayo kutoka kwa mzee Maduhu, ilibidi kwanza nirudi nyumbani. Ndiyo, ilinibidi nirudi nyumbani nisubiri usiku ufike ndipo niweze kuifanya kazi hiyo ngumu ambayo kiukweli sikuamini kama nitaweza. Japo ilikuwa ni kazi ya kichawi, ila mpenzi msikilizaji, huwezi amini, nilikuwa nimemtanguliza sana Mungu mbele ili aweze kunisaidia. Nilifika nyumbani na kuketi nje huku nikiwa na mawazo tele. Punde nikamwona Alfani akija, na alipofika akakaa mbele yangu na kuniuliza swali. Nini kinaendelea huko ulikotoka? Aliniuliza hivyo na mimi nikamwambia, mzee Maduhu alikuwepo kwenye nyumba ya mama Tariki siku ile, tena akiwa katika hali ya kutoweza kuonekana na binadamu yoyote. Na alipokuwepo siku ile aliweza kuiona nia yangu ya kuitaka ile bangili. Ila nashangaa, mbona wewe haukuweza kumwona? Nilimwambia hivyo nikiwa na maanisha kuwa Alfani sio binadamu wa kawaida, lazima angeweza kumuona. Lakini inakuwaje yeye sio binadamu wa kawaida na ameshindwa kumuona? Na hapo Alfani akanijibu, ni kweli wakati mwingine uwezo unazidiana, ila ninaamini hata yeye pia hajaniona. Kwa hiyo kiufupi hatujaonana. Usiwe na wasiwasi juu ya hilo. Aliongea vile na mimi nikamwangalia tu jinsi alivyokuwa akijinasibu, bila kujua mtihani niliopewa leo usiku kwenye nyumba ya mama Tariki. Lakini sikutaka kumficha, ilabidi nimwelezee kila kitu ambacho nilikuwa nimeambiwa na mzee Maduhu. Aha, sasa nimeelewa. Lakini umejiandaje na zoezi hilo la leo? Aliniuliza hivyo na hapo nikajikuta naishiwa nguvu kabisa, maana nikakumbuka naenda kwenye zoezi zito, zoezi ambalo kutoboa ni chache sana. Na nilimwambia ukweli Alfani kuwa hii kazi ni ngumu sana, naifanya tu, ila uhakika wa kufanikiwa ni mdogo sana. Nilimwambia hivyo na yeye akaniambia, ni kweli, lakini hauna namna, kwa sababu mpaka sasa unao unga wa mifupa mkononi mwako. Kitendo cha kuwa nao huo unga wa mifupa, maana yake umesaini kuifanya kazi hiyo. Aliniambia hivyo na mimi nilishangaa kidogo, kisha nikahoji, kusaini kuifanya kazi hii? Niliuliza hivyo na Alfani akanijibu, ndiyo, huu unga unaweza kufanya kazi na binadamu yoyote yule, lakini huyo binadamu anapopokea huu unga ni bora akafanya hiyo kazi alafu ashindwe kuliko aache kuifanya, maana akiacha kuifanya kuna matukio mabaya sana yatamtokea, yanaweza kupelekea kupoteza uhai wake. Ndiyo maana huu unga hata wachawi tu wenyewe wanautumia unga baada ya kupewa maelekezo na amri kutoka kwa wakubwa wao, lakini wakiutumia kwa akili zao na maamuzi yao, unga huo haufanyi kazi kabisa. Aliongea Alfani na mimi nilishangaa kusikia hivyo, japo mzee Maduhu hakuniweka wazi kuhusiana na swala hilo. Sasa nilikuwa tayari nimeshaupokea huo unga, na kama alivyoniambia Alfani, kitendo cha kukubali kuupokea huo unga, manake nimetia saini kuifanya kazi ambayo nimepewa na mzee Maduhu.
na kwa sababu unga huu ni wa kishirikina, basi masharti yake mimi kama binadamu natakiwa nifanye hiko ambacho ninatakiwa nikifanye pasipo kujaribu kuacha, maana masharti yake nitakapoacha kufanya kazi hiyo, basi mambo mabaya yataweza kunifika. Nilisikiliza kwa makini kisha nikamuuliza, mbona mzee Madu hakuniambia hayo? Nilimwambia hivyo Alfani na yeye akanijibu, hawezi kukwambia kila kitu kwa sababu unaweza ukaogopa zaidi. Aliongea Alfani na mimi nikashusha pumzi ndefu sana. Kiukweli tumbo langu halikuhisi njaa kabisa, maana akili yangu ilikuwa ipo mbali sana, nikiwaza nitalimudu vipi jukumu hilo. Kuna muda hata huyu Alfani niliona naye ni mchawi tu kama Mama Tariki na mzee Maduhu, kwa maana alijua mambo mengi sana ya kichawi. Sikutaka kuhoji sana kwa maana Alfani aliniambia kuwa mambo mengi nitayajua siku itakapopatikana hii bangili ya kamba. Hivyo niliendelea kupambana ili niujue ukweli wa mambo. Basi usiku uliwadia, nilijiandaa kusubiri muda. Basi na muda ulipokaribia, niliweza kuanza safari ya kuelekea kwa Mama Tariki usiku. Kiukweli nilipokuwa safarini naelekea kwa Mama Tariki, mara kadhaa nimekuwa nikimwona Alfani akiwa anatembea na mimi. Alikuwa akitembea na mimi na kunifariji na kuniambia kuwa nijipe moyo, niwe na ujasiri. Kila kitu alichokiongea mzee Maduhu kuhusiana na huo unga wa mifupa ni sahihi kabisa. Hivyo cha kwanza niondoe hofu, alafu nijiamini, niwe tu makini. Alinikumbusha kuwa nikimkuta Mama Tariki kalala basi nitoke haraka sana, kwa maana kulala kwa Mama Tariki ni kiini macho tu. Hivyo ukimkuta kalala basi ndiyo yuko macho. Alinikumbusha nikumbuke sana swala hilo. Basi nilikaribia mpaka kwa Mama Tariki. Hapo nikamwona Alfani akiniaga na kuniacha niende nikaifanye kazi hiyo, na yeye akanitakia kila laheri. Basi mpaka wakati huo jukumu lote lilikuwa limebaki mkononi mwangu, kuweza kufanya kila linalowezekana niweze kuingia ndani humo na kuichukua bangili hiyo ya kamba. Nilishusha pumzi ndefu kisha nikasogea mpaka kwenye upande wa ukuta nje ya fensi, na kisha nikafanya kama mzee Maduhu alivyoniambia. Nikachukua unga huo kidogo uliotengenezwa kwa mifupa ya watoto wachanga kisha nikamwagia ukutani. Mpenzi msikilizaji, huwezi amini, ukuta ulifunguka. Niliona kama kiini macho, mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda mbio sana, lakini ndiyo hivyo, jambo la kwanza limeweza kuonekana, ukuta umefunguka. Unga ule ulifanya kazi kabisa bila wasiwasi wowote. Hivyo nilipofanikiwa kuufungua huo ukuta wa kwanza, nikaanza kupiga hatua zangu kuingia ndani, na ulikuwa ni ukuta wa fensi. Sasa nikawa naelekea katika ukuta wa kuingia ndani ya nyumba, ambapo nilitakiwa nielekee kwenye chumba cha Mama Tariki. Sikutaka kupiga mahesabu mabovu, nikatafuta upande ambao chumba cha Mama Tariki ulikuwepo. Haraka nikaupata kwa sababu niliwahi kuingia siku ile nilipoenda kuifata bangili ya kamba kwa mara ya kwanza ndani ya chumba hiko. Basi niliyakumbuka vyema maeneo hayo, kisha nikapiga hatua, japo nilikuwa natetemeka sana. Nilikuwa sijui kama atakuwa amelala au yuko macho. Nilipiga hatua zangu hadi dirishani. Sikutaka kuufungua ukuta kwanza, na hapo nikajaribu kuchungulia dirishani. Mpenzi mtizamaji, nilipochungulia dirishani nilishangaa nikikutanisha macho yangu na macho ya Mama Tariki, yaani tukatizamana uso kwa uso akiwa kasimama chumbani kwake upande huo wa dirishani.
Ni kama alikuwa anatizama nje, ndiyo maana macho yangu na yake yalikutana pindi na mimi nilipokuwa nachungulia dirishani. Niliogopa sana, nilihema sana, na hapo nilikaa chini haraka sana, huku nikiwaza, itakuwa ameniona. Niliogopa sana, lakini nikakumbuka jambo moja. Mzee Maduhu aliniambia kwamba ukimkuta yuko macho kasimama, basi hapo ndiyo amelala, hivyo unaweza kufanya jambo lako. Nilipokumbuka hayo nikashusha pumzi, kisha nikasogea pembeni kidogo ya ukuta, nikachota ule unga, alafu nikamwagia tena ukutani. Punde ukuta nao ulifunguka tena. Nikafanikiwa kuingia ndani, na nilipoingia ndani nilimkuta Mama Tariki kasimama pale pale upande wa dirishani, na hapo nikatambua fika kwa hakika amelala, ni kama mzee Maduhu alivyokuwa ameniambia. Kipindi unapoingia ndani, basi ukuta huo unajifunga hapo mpaka utakapoamua tena kumwagia unga huo wa mifupa, ndipo ukuta huo unafunguka tena. Basi sikuwa na hofu baada ya ukuta huo kujifunga, niliyakumbuka vyema maelekezo hayo. Basi nilisimama pembeni, kisha nikaanza kumwagia unga huo chumba kizima, na nikauacha unga mwingine ambao nitautumia kutoka nje pindi nitakapokuwa nimefanikiwa kuipata bangili ya kamba. Basi nilipomnyunyuzia huo unga ndani ya chumba hiko, hapo nikanyoosha mikono yangu mbele na kutamka yale maneno ambayo alikuwa ameniambia mzee Maduhu, maneno ya kichawi ya kunuizia. Mpenzi msikilizaji, kweli ile bangili nilianza kuiona ikifunguka kimaajabu kutoka mkononi mwa Mama Tariki pale ambapo alikuwa amesimama, na hapo bangili hiyo ikawa inapaa kuelekea kuja kwangu. Mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda mbio sana, jasho lilikuwa linanitoka. Kiukweli sikuwahi kukutana na mambo hayo, ila leo nakutana nayo. Kwangu mimi yamekuwa ni mambo ya kustaajabisha sana. Bangili hiyo ilizidi kupaa taratibu kuja katika viganja vya mikono yangu, na nilipokuwa hapo nikisubiri kuipokea bangili hiyo, kuna jambo lilitokea. Ndiyo, ghafla nikasikia mtoto wa Mama Tariki akiita kwa nguvu sana kutokea chumbani kwake, "Mama!" Kiukweli lilikuwa ni tukio ambalo sikujiandaa nalo, na hapo nikamwona Mama Tariki akiinua mkono wake, na hapo akaikamata hiyo bangili ya kamba ambayo ilikuwa inaelea juu juu kuja upande wangu. Ndiyo, aliinua mkono wake na akaikamata isiendelee kuja upande wangu, huku akiwa bado kageukia upande ule ule wa dirishani. Basi alipoikamata hiyo bangili, punde na yeye akaanza kugeuka sasa kutoka upande huo wa dirishani, na akaanza kunigeukia ambapo mimi nilikuwa nimesimama. Nilifahamu fika sasa nimekwisha. Sikujua huyo mtoto wa Mama Tariki aliyeita alikuwa na shida gani mpaka apige kelele kiasi hiko. Niliamini fika ameniharibia kila kitu. Sikujua kuwa amepangwa na mama yake au na yeye ameshakuwa mlinzi wa hiyo bangili, wala sikuelewa. Lakini pia bado sikujua au ameniona. Yaani kiufupi, sikujua ni kipi hasa kimemfanya apige kelele. Basi Mama Tariki aligeuka mpaka usawa wangu, na hapo niliona macho ya Mama Tariki yakiwa mekundu sana. Yaani alikuwa anatisha mno. Kiukweli nilizidi kuhema huku nikirudi nyuma, lakini sikujua nitatokea wapi. Mawazo yalikuja, au nifungue mlango nikimbie, au nitoe dawa haraka niweze kupita ukutani. Sikujua nifanye lipi kati ya hayo. Basi Mama Tariki aliendelea kunitizama, na hapo
akaanza kupiga hatua chache kunifata. Ndiyo, alikuwa akinifata taratibu Mama Tariki, huku ile bangili akiwa kaishika vyema mkononi mwake. Chumba kilikuwa cha wastani, sikujua nifanye nini. Nilijikuta nakaa tu chini, huku machozi ya hofu yakiwa yameutawala uso wangu. Mpaka hapo nilifahamu fika tayari nimekwisha. Nikiwa hapo kwa haraka, maamuzi ya mwisho yakaja katika ubongo wangu. Ndiyo, maamuzi yaliyokuja ni kunyonga kitasa cha mlango huo, na kama mlango utakuwa wazi, basi bahati itakuwa upande wangu. Nitakimbia eneo hilo, japo mzee Maduhu aliniambia kwamba ni makosa makubwa kuutumia mlango ninapokuwa katika swala la kuifanya kazi hiyo. Nilifahamu hilo na nilikumbuka vyema, lakini kutumia mlango wakati huo, matokeo yake yanaweza yakawa ni kukamatwa na Mama Tariki, lakini mimi nilikuwa tayari nimeshakamatika. Nifanye nini kama sio kutafuta namna yoyote ya kujitetea? Basi nililipitisha wazo hilo katika ubongo wangu. Sikuwa na namna. Niliinuka ili nifungue mlango, na kama utakuwa wazi, basi niweze kukimbia eneo hilo, lakini kama utakuwa umefungwa, basi nimekwisha. Sikuwa na namna. Basi wakati mawazo yangu yakiwa ni kufungua mlango wa chumba hiko ili niweze kukimbia, bado Mama Tariki alikuwa akinifuata kwa hatua zake za taratibu sana. Yaani alikuwa anakuja kama wale watu wa kwenye zile filamu za mazombi jinsi wanavyotembea. Lakini niliponyoosha mkono wangu kukamata kitasa hiko, punde mlango uligongwa. Ndiyo, mlango wa chumba hiko cha Mama Tariki uligongwa. Sikujua ni yule mtoto ambaye alikuwa ameita au huyu wa sasa ni nani ambaye amegonga huu mlango. Basi nikiwa hapo, kabla sijajua nifanye nini, huyo aliyegonga huo mlango ghafla niliona anaufungua, baada ya mtu huyo anayegonga kuona kuwa afunguliwi mlango huo. Lakini nilipotizama ni nani huyo ambaye amefungua huo mlango, hapo nikamuona mtoto wa Mama Tariki. Ndiyo, nilimuona mtoto wa Mama Tariki akiwa kasimama mlangoni hapo, na hapo nikafahamu vyema, inawezekana alivyoita na kuona kuwa haitikiwi, akaamua kuja mpaka upande wa chumba cha mama yake. Sikujua alikuwa anataka kumwambia nini, lakini wakati huo alikuwa akifikicha macho yake tu na alionekana ametoka kwenye usingizi mzito sana. Mama na njaa, hujabakisha hata ubwabwa kidogo. Ilikuwa ni majira ya saa 6 usiku. Mtoto huyo alikuwa anadai ana njaa. Nilijua ni mideko tu ya watoto akishua, labda itakuwa hajashiba vizuri chakula cha jioni. Lakini nikiwa hapo namtizama mtoto huyo alafu namtizama Mama Tariki, mtoto huyo aliendelea kuongea tu, na muda wote alikuwa hajatambua uwepo wangu mahali hapo. Ndiyo, alikuwa hajatambua uwepo wangu mahali hapo. Nadhani ni kutokana na wenge la usingizi ambalo lilikuwa limejaa katika akili yake. Muda huo Mama Tariki bado alikuwa anatembea katika mwendo wake ule ule, anakuja katika uelekeo wangu, na hapo kuna wazo likanijia. Ndiyo, nikakumbuka tena. Mzee Maduhu aliniambia kama Mama Tariki amesimama na kutizama, basi bado amelala. Nikakumbuka tena swala hilo, na hapo nikamtizama tena Mama Tariki usoni. Ndiyo, japo alikuwa ananifata, lakini alikuwa ananitizama, basi nikajua bado hajaamka. Lakini nilifahamu vyema huyu mtoto anavyoendelea kuongea mahali hapa, basi anaweza kumkurupusha katika usingizi. Nilipokumbuka hilo niliinuka haraka, nikamkamata huyo mtoto na kisha nikamziba mdomo kwa nguvu sana. Ndiyo, Tariki alijaribu kujinasua bila kujua ni nani aliyekuwa amemkamata mdomo, lakini hakuweza kujinasua. Nilimbana kwa nguvu sana, na hapo nikamfanyia ishara kwa kumwekea kidole mdomoni ili anyamaze.
Kiukweli Tariki aliogopa sana. Nilifahamu fika nikicheza tu hapa mimi ndio nitakuwa nimepotezwa, hivyo sikutaka kupoteza tena nafasi hiyo. Niliinua macho yangu na kumtizama mama Tariki, nikamkuta safari hii alikuwa atembei, bali alikuwa amesimama huku akiendelea kunitolea macho. Hapo nikafahamu fika pamoja na vurugu za kumtuliza mtoto wake, ila mama Tariki bado hajaamka. Kiukweli mpenzi msikilizaji, yataka moyo sana, yaani kuamini mtu anayekutizama huku amesimama kwa miguu yake eti amelala fofofo. Kuna muda nilitamani niachane na kazi hiyo, nitoke eneo hilo na nikimbie, maana mpaka hapo niliona ni fursa pia iko mbele yangu. Mlango umeshafunguliwa na huyu Tariki, na hapo naweza kujitetea kwa kukimbia, lakini kuna roho nyingine ikasema hapana, acha nikomae. Basi nikaiangalia ile bangili, bado alikuwa ameishika tu mkononi mwake, na hapo nikiwa nimemziba mdomo Tariki kwa mkono wangu wa kulia, mkono wangu wa kushoto nikaingiza mfukoni mwangu na kuutoa ule unga, na hapo nikataka tena nifanye jaribio lingine la kuivuta ile bangili. Mtoto Tariki alikuwa amekubali kutulia, nilimtuliza kibabe sana, ila bado sikumwachia mdomo wake, kwa maana hii mitoto bwana, kuna muda mwingine haiaminiki kabisa. Basi nikautoa ule unga tena na kunyunyuzia tena mule ndani, kisha nikanyoosha mkono wangu na kunuizia tena yale maneno aliyoniambia mzee Maduhu. Basi hapo bangili ikainuka tena na kuanza kuja katika mkono wangu. Ndiyo, bangili ilitoka mkononi mwa mama Tariki pale aliposimama na ilikuja kunivaa katika mkono wangu kama vile ambavyo mtu anafunga saa katika mkono wake. Basi baada ya bangili hiyo kunifunga katika mkono wangu, mpenzi msikilizaji, nikaona bangili hiyo ikiwaka kwa mwanga mweupe, na punde baada ya mwanga huo kutokea, kuna jambo lilijitokeza. Ndiyo, ilipiga radi kali sana chumbani humo. Radi ilikuwa ya moto sana. Hapo nilimuona Tariki akijitoa kwa nguvu mkononi mwangu na akakimbia kabisa eneo hilo, na mimi nilijikuta nimerudishwa nyuma kwa kasi sana mpaka kubamizwa tena ukutani. Na wakati huo nilimuona na mama Tariki naye akirushwa na radi hiyo mpaka katika kitanda chake. Akawa amelala kama dakika moja hivi, alafu kuna jambo lilitokea. Ndiyo, niliona kama kivuli kikiinuka kitandani hapo, na baada ya kivuli hiko kuinuka, punde kikaambatana na mwili ule uliolala pale kitandani. Itoshe kusema, sasa mama Tariki alikuwa ameamka kiuhalisia kabisa baada ya kishindo cha radi hiyo, ambayo hata mimi mwenyewe ilinifanya nijibamize ukutani, maana sikujua imetoka wapi na kwa nini imetokea. Hata mimi sikufahamu, na wala hakukuwa na dalili ya mvua kabisa. Upande wa Alfani kule alipokuwepo, aliweza kuiona pia radi hiyo ikitokea nyumbani kwa mama Tariki, na hapo alisimama na kutizama vyema, akagundua kuwa kuna jambo limetokea, japo hakujua ni jambo gani, hakujua kuwa nimefanikiwa au la. Na kwa upande wa mzee Maduhu naye akiwa nyumbani kwake aliweza kuiona radi hiyo, ila hata yeye pia hakujua ni nini kinaendelea nyumbani kwa mama Tariki. Yaani kiufupi walibaki na sintofahamu. Hakuna mwingine aliyeweza kuiona radi hiyo, maana radi hiyo ilikuwa sio radi ya kawaida. Hiyo ilikuwa ni radi iliyoashiria jambo fulani katika ulimwengu wa kichawi, na ni mchawi pekee ambaye angeweza kuiona radi hiyo, na si mtu ambaye binadamu wa kawaida. Hata mimi sikuelewa kwa nini ilipiga radi hiyo. Huwezi amini, sio mimi tu, hata mama Tariki naye alikuwa kama mtu ambaye alikuwa kapatwa na mawenge hivi. Aliogopa hata kunisogelea, alikuwa kajibanza kwenye kona ya kitanda
huku akinitizama, na hapo akazungumza jambo. George, chakula hakikukudhuru? George, umewezaje kufanya haya? Nani aliyekupa maarifa ya kuiteka bangili? Au na wewe ni mchawi mkubwa? Nilitaka nikufanyie msukule siku ile ulipokula kile chakula. Nilitaka uwe mtumwa wangu, unifanyie kazi yangu. Lakini baada ya kula kile chakula, sikuona ukidhurika mpaka hivi sasa, na leo nakuona hapa. George, wewe si binadamu wa kawaida. Umepata wapi nguvu zako? Aliongea Mama Tariki akiwa anajitafuna. Sikumjibu kitu. Nilimuona akitetemeka. Kiukweli, na mimi nilihisi kuna nguvu zilikuwa zimeingia ndani ya mwili wangu. Ndiyo, nilikuwa sio kiumbe wa kawaida kabisa. Nadhani ni baada ya bangili hiyo kufika katika mkono wangu. Nilimuona Mama Tariki akitetemeka, na hapo nikaitambua hofu yake, hivyo nikainuka na kumtizama tu. Kiukweli sikujua hata hiyo bangili inatumiwa vipi, ila niliamini tu kuwa ina nguvu za kutosha baada ya maneno hayo kuambiwa na Halfani. Bado akili yangu ilikuwa ni kutoka nje ya nyumba hiyo, na wala sikutaka kumjibu Mama Tariki. Kiukweli, baada ya kuipata bangili hiyo, nilikuwa na ujasiri wa kutosha sana, japo kuna kahofu ka ubinadamu kaliendelea kusalia ndani ya moyo wangu, lakini katika hali nyingine nilijihisi ni mtu mwenye nguvu sana. Sikujua lolote kuhusu hiyo bangili, lakini Mama Tariki akili yake ilimwaminisha kuwa mimi najua kila kitu. Basi niligeuka ukutani na kushika ule unga ili nimwagie ukutani nipite, ila kabla sijafanya hivyo nilishangaa kuona kuta zote zimefunguka, yaani naona mpaka nje ya geti. Kiukweli ilikuwa imebaki mimi tu kupita na kuondoka eneo hilo. Kwa mara ya kwanza niliweza kushuhudia nguvu ya bangili hiyo. Nilitambua fika hakuna mchawi anayeweza kuichukua hii bangili kirahisi, lakini kama mchawi atashirikiana na binadamu, basi pengine atafanikiwa kuipata kama ambavyo imekuwa kwangu. Nilifahamu mbinu hiyo, lakini niliamua kuondoka. Sikutaka hata kumdhuru Mama Tariki kwa namna yoyote ile. Niliamua kutembea zangu. Kila nilipopita kuta ambazo zilikuwa wazi zilianza kujifunga zenyewe. Ndiyo, zilijifunga kila nilipopita, mpaka nilipomaliza kabisa kutoka katika nyumba hiyo, nikiwa kama shujaa kuelekea nyumbani kwangu. Nilifika nyumbani kwangu, lakini nilipofika na tayari ilikuwa yapata majira kama ya saa 8 kuelekea saa 9 hivi, na nilipofika hapo nilishangaa kumkuta mzee Maduhu yupo nyumbani kwangu. Ni kama mtu ambaye alikuwa ananisubiri kwa hamu sana. Nilifika tukatizamana kwa sekunde kadhaa, kisha nikaangalia pembeni baada ya kuhisi kuna mtu mwingine. Ndiyo, alikuwa ni Halfani, naye alikuwa pembeni yangu akinitizama. Japo mzee Madu alikuwa hamuoni Halfani, ila mimi nilikuwa na waona wote, na hapo Halfani alikuwa akinitizama pia. Ndiyo, alikuwa akinitizama kama nitaongea jambo lolote ama nitaamua kitu gani. Basi ni kama tulikuwa tunatizamana tu. Tulitizamana kwa dakika kadhaa, kisha nikafanya maamuzi. Maamuzi hayo yalikuwa tofauti kabisa na matarajio yao. Ndiyo, nilifanya maamuzi ambayo yaliwashangaza wote wawili. Ni maamuzi gani hayo? Mimi na wewe hatujui. Ungana na mimi Amani Leonard, itakuwa sehemu ya 7. Usiache kusubscribe.